Jae-ha alikuwa ni mwanajeshi mmoja hatari sana nchini Korea. Kila aliposhika mjegeje hakuna aliyepona. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mwamba alikuwa anampenda sana mwanamke anaitwa Rania. Siku moja katika harakati za kuzuia siri ya biashara haramu isivuje, mgombea wa urais anaitwa Park Gwang-soo aliwatuma wanajeshi wamteke Rania. Jae-ha alikimbia kuja kumwokoa girlfriend wake. Aliishia kumuona mgombea urais Park Gwang-soo anaondoka kwa tabasamu la dharau. Ghafla akasikia mlio wa mjegeje. Kutazama mbele yake, Rania amepigwa risasi ya kichwa. Jae-ha alipigwa na butwaa, akapigwa gumi la uso, akazimia. Alipozinduka alikuta kawekewa bastola kwenye kono lake la kulia. Wanajeshi wenzio wote wakawa wameondoka, wameacha ushahidi kuwa Jae-ha ndo muuaji wa Rania. Jae-ha alifanikiwa kuwatoroka askari wa Umoja wa Mataifa. Akaanza safari ya kurudi Korea kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa muuaji wa mpenzi wake Rania. Upande wa pili, mwanamke anayeitwa Anna alitoroka kwenye kambi ya masista aliyokuwa amepelekwa na mamake wa kambo kutoka utotoni. Alipokuwa katika harakati za kutoroka, aligongana kikumbo na Jae-ha. Alipogundua mshikaji ni Mkorea, akaanza kumwomba msaada. Kaka, naomba niokoe, nakimbizwa na watu wabaya. Jae-ha aligoma kumsaidia, akasambaratika. Dakika chache baadaye, Anna akawa amekamatwa na jambazi aliyetumwa na mamake wa kambo. Jae-ha akatokea ghafla akamwambia Anna akimbie. Pigwa gumi la uso Jae-ha. Rushwa teke likakwepwa. Kula ya tumbo, kifuti kikakwepwa. Jae alikuwa ameumia kichizi. Akamkamata mshikaji akambamiza chini. Alinesa akampiga mshikaji teke la sura. Akamtupa mshikaji chini. Akampiga ngeta mujarabu hadi mshikaji akadanja. Koda deki, kumbe huyo mshikaji ni polisi. Jae akaondoka haraka kutoka kituo cha treni. Alimuona Anna yuko ndani ya gari anaomba msaada. Anko, niokoe. Jae alitafakari kwa sekunde kadhaa, baadaye akaamua kuondoka. Kwa kuwa yeye mwenyewe alikuwa anatafutwa na mapolisi wa kimataifa. Miezi 6 baadaye, Jae alikuwa anaishi mafichoni nchini Korea. Alikuwa anafanya kazi kama fundi wa kutengeneza vitu mbalimbali. Siku moja usiku alipigiwa simu ya kwenda kutengeneza bango la mgombea urais. Kwa bahati mbaya alikuwa amesahau kitambulisho. Siwezi kuruhusu kuingia bila kitambulisho. Mwacha aingie kwa leo tu baba. Mfanya usafi alimtetea. Leo kuna upepo mkali sana baba, uwe makini sana kwenye kazi yako, sawa? Jae alijifunga kamba akaanza kushuka kutoka ghorofa ya juu kabisa. Kwenye chumba cha chini mwanachuo wa IFM aliweka madawa ya kulevya kwenye glasi ya wine kwa kono lake la kulia na kushoto. Mgombea urais kupitia chama tawala Jang Se-jun akaingia. Alikuwa ni mgombea urais mwenye mashabiki wengi zaidi nchini Korea. Alikunywa wine haraka, kitoto cha chuo kikamlaza kitandani. Wakati Jae anatengeneza bango, akajikuta ametokea nje ya chumba cha mgombea urais. Jang Se-jun akageuka haraka kabla hajajulikana. Akajisikia kizunguzungu akazimia. Mwanachuo akamkonyeza Jae, baadaye akafunga pazia kwa kono lake la kulia. Wamba kibao waliokuwa wamevaa ninja wakavamia jengo. Wakaanza kuwachezeshea kichapo walinzi wa mgombea urais. Aliwaona wauaji nyuma ya mama wa usafi. Mama, kimbia! Kabla bi mkubwa hajakimbia alipigwa ya kichwa, akazimia. Jae alirusha dispisi kwa kono lake la kulia ikachoma kioo. Akaingia na kioo jumla. Alienda moja kwa moja kwa mama wa usafi, akawa anajaribu kumwamsha. Kuna muni mmoja alimkimbilia akampiga rungu la mgongo. Alikamata ua kwa kono lake la kulia, pasulia usoni. Gumi la uso, mtama. Nesa, teke la shingo. Wakati wanapigana, aliona kovu mkononi mwa muhuni mmoja. Baadaye mapolisi walifika eneo la tukio. Wauni kama wote wakakimbia. Baada ya kuhakikisha mama wa usafi ameingia kwenye ambulance, Jae-ha akaondoka. Chief Juo aliangalia dispisi mezani. Sidhani kama mtu wa kawaida angeweza kupasua kioo kinachozuia risasi. Zoom tuone, zoom. Huyu jamaa anamfahamu. Alikuwa ni mwanajeshi bora katika kambi ya jeshi ya Korea. Anajua sana kupigana. Baada ya kuokolewa, mgombea urais alimpigia simu mke wake. Naomba udili na kijana mtengeneza mabango na ule mwanachuo. Nilijua tu atataka msaada wangu. Jang Se-jun alitumia hela za mke wake kwa ajili ya kufanyia kampeni za kugombea urais. Wakati mke wake Eugene anasubiri kwa hamu kuwa first lady wa Korea. Kok Chae-wan, watume vijana wako wakamuue mtengeneza mabango. Jae alikuwa anapanga nguo kwenye begi kwa ajili ya kuondoka nchini Korea. Ghafla akasikia makelele nje. Kuna kitu hakiko sawa. Alipochungulia aliona wanajeshi kama wote wanatanda nyumba yake. Chief Juo alienda kwa Kok Chae. Waambie wanajeshi uliowatuma warudi, la sivyo wanajeshi wako wote watakufa. Kok Chae alicheka sana, alijua Chief Juo anatania. Hakujua kuwa Jae-ha ni muuaji hatari sana na anachezea kichapo wanajeshi wake. Kwa bahati nzuri Jae-ha hakutaka kumuua mwanajeshi hata mmoja. Baada ya dakika 5 wanajeshi wote wakawa wamezimia nyumbani kwa Jae-ha. Chief Juo alipofika alikuta Jae-ha ameshaondoka tayari. Nimefurahi sana kuona hakuna hata mmoja aliyekufa. Kwa kuwa alikuwa anatafuta na polisi, Jae aliamua kwenda kujificha Korea vijijini. Alipokuwa njiani alimsaidia mzee mmoja hivi kutengeneza gari yake. Mzee alimkaribisha Jae kuja kuishi nyumbani kwake. Wewe na timu yako nzima mmeshindwa kumuua mtengeneza mabango?
Madam JR sio mtengeneza mabango wa kawaida. Nilipokuwa kamanda wa jeshi, JR alikuwa ni mwanajeshi wangu bora kabisa. Alifukuzwa kazi jeshini. Sasa hivi anafanya kazi kama muuaji wa kukodiwa. Nchi mbalimbali huwa zinamkodisha kwa ajili ya kwenda vitani. Sidhani kama kuna mwanajeshi yote hapa nchini Korea anaweza kumkamata JR. Maneno ya chifu ya kumwingia akilini Eugene. Tuma mtu mwingine akamuue JR. Muuaji mmoja akamfuata JR hadi kijijini. Aliwafunga wale wazee kamba, akawaambia wataje JR yuko wapi, la sivyo anawachoma moto. JR alirudi kutoka dukani. Teke la tumbo, vunja mkono, kwepa, daka mikono. Alinesa akampiga mshikaji bonge la teke la moyo. Baada ya kurushiana ngumi kwa dakika kadhaa, akafanikiwa kumlaza chini muuaji. JR akamteka mshikaji. Kwa nini ulikuwa unataka kuwachoma moto wazee? Bosi aliniambia nimuue mtu yoyote yule ambaye anakusaidia. Baada ya mateso ya hapa na pale, muuaji akakiri kwamba alitumwa na Eugene. JR alijifanya mtu wa delivery, akachukua pikipiki akaingia hadi nyumbani kwa Eugene peke yake. Sishangai kukuona hapa. Nilikuwa nasikia tu jina lako, sikujua kwamba wewe ni handsome hivi. JR alimind kichizi. Naomba achana kabisa na mimi na watu wangu wa karibu. Ukituma maboya wako waje kuniua, nikikukamata na kuua. Ghafla mabodigadi kama wote wakiwa na bastola wakazama ndani. Mimi na wewe hatuwezi tukaonana tena. Mabodigadi walimkamata JR wakamfunga kamba wakamtupia nyuma ya gari. Walipomfungia aliona mafuta ya engine, akajimwagia mikononi. Alijivunja kidole gumba chake kimoja, akajivua pingu. Walinzi walisikia kelele nyuma yao. Bodyguard mmoja akaenda kufungua buti kwa kono lake la kulia na kushoto, akala teke la tumbo. Bamiza bichwa kwenye gari, down. Gumi la uso zimia. Akachomoa bastola kwa kono lake la kulia, akarudi ndani ya nyumba. Akasogea mdogo mdogo hadi aliko Eugene. Eugene akaanza kutetemeka, akawekewa gani ya shingo. Mungu wangu, najuta kumdharau huyu kijana. Ghafla Ana akatokea. Muue huyo mama. Huyo dada kama nilimuona Italy. Ana ni mtoto wa nje ya ndoa wa mgombea urais Jang Sejong baada ya mama yake kujiua. Eugene alienda kumficha kwenye kambi ya masista nchini Italia kwa miaka 15. Ana amerudishwa nchini Korea hivi karibuni. Kaka muue huyo mwanamke, muue. Kabla mshikaji hajashuti, mabodigadi kama wote wakaingia ndani. JR akamwekea Eugene bastola kichwani, akaomba aletewe gari haraka. Akachomoa simu aliyokuwa ameificha kwenye chungu cha maua kwa kono lake la kushoto. Nimerekodi kila kitu ambacho Eugene amesema na kila kitu ambacho kimetokea humo ndani. Kitu chochote kile kibaya kinatokea, video zako zitasambaa. Akaenda kuiharibu ile simu kwenye microwave. Eugene alipanic, akakubali kuongozana na mwamba. Walipokuwa njiani, gari kajiongeza spidi ghafla. JR aligundua kuna pikipiki inawafuata nyuma. Umeamua kumwagiza kijana wako atufuate kimya kimya. Kwanza huyo sio kijana wangu, afu gari imehakiwa. Breki haishiki. Alipoangalia nje ya kioo, aligundua kuwa bodaboda anaikontrol gari yao kupitia simu. Alitaka kumpiga bastola, dirisha liligoma kufunguka. Kibaya zaidi, vioo vilikuwa vipitishi risasi. Tukifika njia panda, kata gari kushoto haraka. Walipokata gari kushoto, wakabadilishana siti. JR akaanza kuiendesha ile gari. Aliongeza spidi ya gari ili kumwacha yule dereva bodaboda. Mtu wa bodaboda alipopoteza mawasiliano, Eugene alifungua kioo cha gari. JR alizungusha gari nyuzi 360. JR akampiga bodaboda risasi kadhaa. Chief Juu aliona kila kitu. Shambulieni huyo mtu wa bodaboda haraka iwezekanavyo. Kwa kuwa gari ya JR na Eugene ilikuwa haina breki, ilipitiliza kwenye barabara iliyokuwa inajengwa. Watu wa bodaboda walijaribu kuondoka, wakagongwa na gari, wakarushwa juu vup. Upande wa pili JR alikuwa anajaribu kupambana kusimamisha gari. Iligoma kusimama, ikagonga madubwana, ikapinduka, ikazungukia mgongo, round wakawa wameumia. Hawakuweza kuinuka. Mainjinia wakafanikiwa kumvuta JR nje ya gari. Gari ilipoanza kuwaka moto, mainjinia walikimbia, walihofia kulipuliwa. JR alizunguka upande wa pili, akawa anajaribu kufungua mlango kwa kono lake la kulia. Sekretari alijaribu kwenda kumwokoa Eugene, akadakwa. Unataka kufa? JR alimbeba Eugene kwa kono lake la kulia na kushoto, akafanikiwa kumwokoa. Alipopiga hatua kadhaa, gari ikalipuka. Alitumia mgongo wake kuzuia Eugene asiumie, akapigwa na chuma kizito kutoka kwenye gari. Ujasiri wa mshikaji ukamfanya Eugene aanze kumpenda. Alimwambia sekretari wake ampeleke JR hospitali, ahakikishe anaokoa maisha yake. Taarifa ya Eugene kutaka kuuliwa ikaanza kutrend kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Nadhani pengine waliotaka kumuua ni wapinzani wa mumewe, Park Gwon-soo. Mkurugenzi wa hospitali alikuja kumtembelea Eugene wadini kwake. JR anaendeleaje? Eugene alitulia alipogundua kuwa JR anaendelea vizuri. Eugene alifungua vifungo vya mumewe na kuharibu nywele, ili akionekana mbele ya waandishi wa habari aonekane amechanganyikiwa kutokana na hali mbaya ya mkewe. Mgombea urais alilia na kujilaumu kwa aliyompata mke wake. Kuanzia leo najiuzuru kugombea urais. Nitatumia muda wangu mwingi kulinda maslahi ya wanyonge. Kauli yake ilisababisha wananchi waendelee kumpenda zaidi. Wewe ndio rais wetu.
JH anataka nikuajiri ufanye kazi na mimi tena. Baada ya mazungumzo mawili matatu, JH akajiunga na kikosi cha usalama wa taifa. Akapewa jina jipya. Jay alijiunga na usalama wa taifa kwa maslahi yake binafsi. Kwa kuwa wanajeshi wenzake walimsaliti wakamtelekeza jangwani, anajiunga na usalama wa taifa ili ampate mshikaji aliyemuua mpenzi wake kirahisi. Kwa bahati nzuri alikutana na Park Gwang-soo kwenye lifti ya hospitali. Huyo ndo aliyewatuma wamuue mpenzi wangu. Alijaribu kukwapua bastola ili amuue huyo mzee. Kifua kikambana, akaanza kushindwa kupumua. Kutoka mpenzi wake afariki, mwili wake huo una paniki kila akimwaza. Mlinzi akamtoa nje ya lifti. Aliuangalia mlango wa lifti ukijifunga kwa machungu. Alikuwa na hasira sana. Mheshimiwa Park Gwang-soo ni mgombea urais hatari kuliko wote. Huwezi ukamuua kirahisi. Ana ulinzi mkali kuliko kawaida aisee. Jay alienda kutengeneza bomu fulani hivi la kienyeji kwa ajili ya kumlipua mzee Park. Lazima imuue. Kesho yake Jay alienda kwenye saluni anayoendaga Park Gwang-soo. Kabla hajaondoka, nimepoteza simu yangu, naomba unisaidie kutafuta. Wakati mlinzi anamsaidia kutafuta simu, akaweka kifaa cha mawasiliano ndani ya koti la suti la Park Gwang-soo. Alikuwa ameficha bomu juu ya mlango wa kuzunguka. Kabla hajamlipua yule mzee, katoto kadogo kakakimbia kakaingia kwenye ule mlango. Jay alipanic. Kwa bahati nzuri mlango uligoma kufunguka. Ilibidi mzee Park apitie mlango mwingine. Huyu mwamba kama simuelewi hivi. Oya Bob, naomba tutambuane. Mimi ni afisa usalama wa mzee Park. Kovu lake la mkononi alina tofauti na wale majamaa walioleta vurugu juzi kati. Itakuwa ni yeye. Akakamata shati la mshikaji akambamiza down. Mabodyguard kama wote wakaja. Jay akaamua kutoroka kwa kukimbia juu ya gorofa. Alipofika juu ya gorofa akajifunga kamba haraka kuangalia chini hivi kuna gari ilikuwa imejiandaa inamsubiri. Akashuka kwa kamba hadi down akamkuta ndani ya gari yuko Eugene. Vijana wa Park washajua wewe ni nani. Itakuwa ni ngumu sana kwako kulipiza kisasi kwa sasa, ungetulia. Naomba uanze kufanya kazi kwangu ili tumwangamize Park Gwang-soo kwa pamoja. Jay akakubali kuanza kufanya kazi na madam. Uhandsome wa Jay uliwachanganya sana mademu wa pale kazini. Kwa kuwa nafahamu uwezo wako na kupandisha cheo, utakuwa mmoja ya walinzi wakuu. Kiongozi wa walinzi hakupenda. Aliona sio fair kwa walinzi waliofanya kazi hapo muda mrefu. Jay hakuongea chochote. Ulipofika muda wa kuoga, walinzi kadhaa walipanga kumpiga Jay. Mmoja alipigwa gumi la kifua, mwingine akazamishwa kwenye maji. Mwaga sabuni down kwa kono lake la kushoto, akaanza kuteleza. Gumi la sura. Chifu alifurahishwa na uwezo wa Jay. Mkuu wa ulinzi alianza kuwapangia vijana wake majukumu mbalimbali. Jay, wewe utakuwa bodyguard wa mtoto wa mgombea urais. Ana, sawa. Kabla ya uchaguzi, hakikisha Korea haijui kama kuna kiumbe kinaitwa Ana. Hakikisha unamficha sana Ana na kwa siri, sawa? Jay alikuwa anamonitor maisha ya Ana kupitia CCTV kamera. Alitakiwa kuhakikisha Ana atoki nje ya nyumba. Usiku Ana alitoka nje ya chumba chake. Jay akashtuka. Akaanza kumwangalia kwa ukaribu. Alienda jikoni akawa anatafuta kitu. Alikamata mfuko wa tambi kwa kono lake la kulia na kushoto. Akaanza kucheza kwa furaha. Jay alifurahishwa na uchezaji mziki wa Ana. Ana akaweka sufuria juu ya jiko kwa kono lake la kulia na kushoto. Kwa bahati mbaya mtoto wa kishua alishindwa kuwasha jiko. Akaondoka kwa masikitiko makubwa. Huyu binti vipi? Ilitakiwa afungue kwanza valvu ya gesi ile. Alienda kuvuta sigara nje. Ili anataka kuwasha sigara. Akaona kivuli juu ya bati. Akapanda juu kuangalia nini kinaendelea. Kumbe ni huyo demu. Ana alikuwa yuko juu ya bati anakula tambi pamoja na paka. Mtoto wa paka akawa anaondoka na mama yake. Hawa paka wamenikumbusha marehemu mama yangu. Jay alirudi ndani ya nyumba akakutana na picha ya Ana akiwa amepiga na wazazi wake. Namwonea huruma sana Ana. Kesho yake usiku Jay aliingia jikoni akachemsha maji. Akakimbia kwenye chumba kinachoonesha CCTV kamera. Ana alivyoingia jikoni alifurahi sana kuona kaandaliwa kila kitu. Sasa humu jikoni kamera za nini? Akaiziba kamera na mfuko. Huyu mtoto anataka kufanya nini? Alibadilisha engo ya kamera akamuona, nafsi yake ikatulia. Ana alikuwa anapenda sana kujiimbia nyimbo na kucheza. Jay alikuwa anaenjoy sana kuangalia show za bure za Ana. Bosi, nimepata taarifa kuwa shangazi yako amefariki. Alijiandaa akaenda msibani kwa ajili ya kurithi mali alizoachiwa na shangazi yake. Makaburini kulikuwa kuna ulinzi mkali sana. Baadhi ya walinzi hawakuruhusiwa kuingia. Madam Eugene alimuomba Jay aongozane naye makaburini. Baada ya mazishi, Eugene alienda moja kwa moja kwenye kikao cha familia. Kabla hajaenda kwenye kikao, Jay alimwekea kalamu maalum kwenye mkoba wake. Utabonyeza hiyo peni ukiwa hatarini. Alipoingia ndani ya kikao, mlango ukafungwa kwa nje. Mwanasheria alisema, shangazi kaacha urithi wa hisa zote kwa Eugene. Wazee wa kwenye kikao walimaindi wa kufurahishwa kabisa na hilo swala. Nahisi hatari, ngoja nibonyeze. Nje ya kikao, Jay alikuwa anasikiliza kila kinachoendelea. Eugene, mimi kama anko wako nataka kununua share zako zote. Kabla Eugene hajajibu, mimi kama mmeo naunga mkono.
Walikuwa wameshirikiana kumdhulumu mali. Eugene aliinuka kwa hasira akaipiga peni kwa bahati mbaya kono lake la kushoto ikadakwa. Mungu wangu, nimeshapoteza namna ya kuwasiliana na Jay. Nahisi madamu yuko hatarini. Akakamata mwamvuli kwa kono la kushoto akaanza kuelekea kwenye kikao. Aliwachezeshea kichapo walinzi wote koridoni. Alienda kubonyeza alarm ya moto. Maji yakaanza kumwagika kwenye chumba kilichokuwa kinafanyika kikao. Wazee wote wakapaniki wakawaambia walinzi wafungue mlango. Madam Eugene aliganda kujua nini cha kufanya. Mwamba akamsogelea madam, akamfunika mwamvuli kwa kono lake la kulia. Usiogope. Yeye akaanza kuondoka na madam mdogo mdogo. Hawakuongea neno lolote. Kuanzia siku hiyo madam akaanza kumpenda Jay mdogo mdogo. Jay akapata nafasi ya upendeleo ya kuingia hadi makao makuu ya kampuni. Walikuwa wanajiandaa kupambana na Park Gwang-soo. Madam Eugene alikuwa anataka kuyafahamu maisha ya Jay kiundani. Jay hakuongea kitu. Ofisi yetu ina teknolojia kubwa sana. Tuna video za siri za watu maarufu karibia wote duniani. Kioo chetu cha miujiza kinanisikiliza mimi tu. Kinajibu kila swali ninalouliza. Uwazi wa madam ulisababisha Jay aanze kufunguka. Park Gwang-soo alimuua mpenzi wangu. Kioo kikaleta taarifa za Park Gwang-soo. Jay na Eugene walishangazwa na mambo aliyoyafanya Park Gwang-soo. Alikuwa anawauzia silaha waasi. Rania aligundua hii biashara haramu alipokuwa anafanya kazi kama mkalimani. Wakaamua kumuua. Upande wa pili Ana alikuwa anaangalia TV akagundua kwa babake ataenda ibadani kesho. Alikuwa anaamini babake hajaja kumtembelea kwa kuwa anamuogopa sana mama yake wa kambo. Akapanga kutoroka. Bodyguard alipoenda kuweka vitu ndani ya friji, Ana alimwekea madawa ya kulevya kwenye kahawa yake. Akachukua kitambulisho na wallet akavaa kama bodyguard akatoka nje. Alifanikiwa kutoroka. Ana alienda moja kwa moja hospitali kumtembelea beki tatu wa mama yake. Akili ya yule beki tatu ilikuwa tayari imeshavurugika lakini alikuwa anapayuka. Mama anakimbia. Kabla Eugene hajakuua, kimbia. Hii inamaanisha kuwa Eugene ndo aliyemuua mama yangu. Mama yangu hakujiua. Upande wa pili Eugene alikuwa anamsaidia mume wake na kampeni. Wakamshika mzee huku na huku wakaongozana naye hadi kanisani ili jamii ione kama wanajali wazee. Walishangaa kumuona Ana yuko kanisani na amevaa kama masista amesimama mbele kabisa. Huyo mtoto asije akaniharibia kampeni yangu. Chama changu kikijua kuwa na mtoto nje ya ndoa hakitaniruhusu kushiriki katika uchaguzi. Mabodyguard walijaribu kwenda kumkamata Ana, padi akamwambia siruhusu watu kutembea tembea. Masista walipomaliza kuimba wakaondoka. Ana alibaki peke yake mbele ya kanisa. Alitokwa na machozi kama yote huku akimtazama baba yake. Mgombea urais hakutaka kuangaliana naye macho kwa macho. Akileta nywenywe mimi nitamuua. Ana aliishia tu kumwangalia baba yake, hakusema kitu chochote akaondoka. Jay akapokea barua kutoka kwa Ana. Barua ilikuwa imeandikwa, baba naomba tuzungumze mimi na wewe. Hata sijui huyo mtoto yuko wapi kwa sasa hivi. Mbona ananiletea matatizo namna hii? Ana alienda kukaa kwenye bustani ambayo walikuwa wanakaa yeye na wazazi wake utotoni. Kuna majenzi walikuwa wanapiga selfies kama zote. Kwa bahati mbaya kwenye moja ya selfie Ana akatokea. Ile picha ilivyopostiwa online, walinzi wa Eugene wakajua Ana alipo. Mungu naomba baba aje ili niongee naye. Alipofumbua macho, alimuona Jay ameshika ice cream 2. Chukua hii hapa ice cream ya strawberry, babako amekununulia. Ana alifurahi akafakamia ile ice cream. Ghafla akaanza kupata tabu kupumua akazimia. Akampigia simu beki tatu. Umekosea babu itu, Ana hatakiwi kula kabisa strawberry. Jay akafungua mdomo wa Ana, akaamua kushare naye oxygen. Jay akampakiza kwenye gari, akaanza kumkimbiza kuelekea naye hospitali. Alienda naye moja kwa moja hadi kwenye hospitali ya kampuni yao. Jay alianza kujilaumu. Ningejua nisingempa ile ice cream. Kwa bahati nzuri madaktari walifanikiwa kuokoa maisha yake. Ana alimwangalia Jay, akakumbuka jinsi mshikaji alivyomfanyia huduma ya kwanza. Akaanza kumpenda. Ana ameishi maisha ya mateso sana kutoka utotoni. Mama yake alijua akiwa na umri mdogo. Mama yake wa kambo ambaye ni Eugene alimchukua Ana akaenda kumficha Italy kwenye kambi ya masista. Story ya maisha ya Ana ilimsikitisha sana Jay. Eugene alikuja kumtembelea Ana pale hospitali akiwa na gang. Ana alikasirika sana kumuona Eugene. Anaamini kuwa Eugene anamkataza babake kuonana naye. Eugene alimwambia Ana, babako ni mbinafsi sana. Hataki kuonana na wewe kwa kuwa anajua utamzuia kugombea nafasi ya urais. Upande wa pili babake Ana alikuwa anamshikashika mdada anayemfanyia makeup. Hakujua kuwa mdada wa makeup alitumwa na mzee Park ili aje amtege. Alipomaliza kuhutubia, aliingia kwenye chumba cha hoteli, akaanza kuvua nguo haraka. Alipoingia chooni, mdada wa makeup akapokea sindano ya madawa ya kulevya kwa kono lake la kushoto. Jay alimuona yule mlinzi wa mlangoni akipeana sindano na dada. Aliingia bafuni. Mheshimiwa uko hatarini, vaa tuondoke. Majambazi kama wote walikuwa wako nje ya hoteli. Jay alimchukua mgombea wa urais akatoroka naye kupitia mlango wa nyuma.
Nimehatarisha maisha yangu ili kukuokoa kwa ajili ya kukwambia kuwa leo mwanao alitaka kujiua kwa kula strawberry kwa makusudi. Mgombea urais alipiga kioo kwa hasira. Sitaki kuongea na mwanangu Ana kwa sasa kwa sababu Eugene anaweza kaniua. Nikifanikiwa kuwa rais wa nchi nitaacha kumwogopa Eugene na Ana atarudi kuwa mtoto wangu. Kwa sasa Eugene ana connection, anaweza kumchukua Ana kaenda kumficha nchi za nje. Naomba umlinde mtoto wangu kwa ukaribu hadi pale nitakapokuwa rais. Madam Eugene alipata taarifa kuwa mume wake ameenda kumtembelea Ana hospitali. Akaanza kuangalia kupitia kamera za CCTV. Mzee aliangalia kamera akaanza kuongea kwa umakini. Acha kutoroka nyumbani, msikilize mamako Eugene, sawa? Sawa we mtoto. Watu wote walipoondoka, Ana alimpa babake kumbato mujarabu. Baba, Eugene alimuua mama yangu. Mshua alimwangalia Ana kwa sekunde kadhaa. Naomba usimsingizie mamako akambo kwamba alimuua mamako. Utanisababishia matatizo. Ana alipata hasira, akamnunia babake akarudi kulala. Akaamini maneno ya Eugene aliyomwambia kwamba babako hakupendi hata kidogo. Anajutia kuwa na mtoto kama wewe. Jay alienda kumchukua Ana hospitali. Huyu kaka yuko tofauti kabisa na mabodyguard wengine, nikiwa naye najisikia amani. Ile wanashuka tu kwenye gari, Jay aliona kuna mtu anapiga picha akamficha Ana. Ana alipokuwa nchini Italia, mwanamitindo mmoja maarufu alikutana naye barabarani akampiga picha akamposti kwenye mitandao. Mwanamitindo alivutiwa sana na uzuri wa Ana. Alisema mtu yote atakayefanikiwa kumpata Ana atapata pesa nyingi sana. Nimeshagundua namna ya kumlinda Ana. Alimtuma huyu mzee avujishe taarifa kwa waandishi wa habari. Ana anayetafuta mwanamitindo maarufu yuko nchini Korea. Waandishi wa habari wakaizunguka nyumba anayoishi Ana. Eugene hakutaka habari za Ana zivuje, akawatuma wauaji waende wakamuue Ana. Bahati nzuri Jay alikuwa amejipanga. Alimuua sniper wa kwanza, akamuua sniper wa pili. Muuaji namba 1 nchini Korea akavamia nyumba. Kipepsi cha mgongo ngumi kakwepa, teke likapanchuliwa. Upande wa pili bodyguard wa kike alifanikiwa kumuua muuaji aliyekuwa amejificha katikati ya waandishi wa habari. Ana akatoka nje ya nyumba kwa ajili ya kuongea na waandishi wa habari. Marehemu mama yangu ni mwigizaji Amrierin. Eugene aliogopa kichizi. Ana akadanganya. Baba yangu pia ni marehemu, anaitwa Go Jun-ho. Sekretari wa Eugene alitumia simu yake kuwasha mwanga ulioichanganya akili ya Ana. Jay alikamata kono la kulia la muuaji akaanguka naye chini. Akafanikiwa kummaliza muuaji. Baadaye Jay aliitwa na Eugene. Umefanya vizuri sana kuita waandishi wa habari. Sidhani kama Jay ana lengo zuri na wewe madam. Angekuwa na lengo baya na mimi asingeokoa maisha yangu. Kuanzia siku hiyo ukaribu wa Ana na Jay uliongezeka. Ana akaacha kula chakula kwa kujifungia peke yake akawa anakula chakula na watu wengi. Jay alienda moja kwa moja hadi makao makuu. Ukimzingua madam Eugene atakuua. Jay hakujibu kitu chochote, aliingia moja kwa moja kwenye kikao. Jay, kwa nini umemsaidia Ana? Wewe ni katili na mbinafsi sana. Ulikuwa tayari kuwaua wale wazee. Uko tayari kumuua Ana. Ili mradi tu mambo yako yaende. Una utu. Sitakubali kabisa Ana auliwe kama alivyouliwa mpenzi wangu Rania. Maneno ya mshikaji yalimuumiza sana Eugene lakini alipotezea. Tuachane na hayo, tufocus kwenye kumuua Park Gwan-soo. Tupambane kutafuta ushahidi wa biashara zake haramu. Alipokuwa anaondoka, alimuona kaka yake akiwa ameongozana na Ana. Bro, umepanga kufanya nini na huyo Ana? Hakuna kitu kibaya, anataka kumpeleka Ana kula chakula kitamu. Eugene alimtuma Jay aongozane nao kwa ajili ya kumlinda Ana. Huyu mshikaji alikuwa na lengo baya na Ana. Alifanikiwa kumtorosha Ana mbele ya macho ya Jay. Eugene alipogundua kwamba Ana ametekwa alimind kinoma. Akawatuma vijana wake waende wakamtafute. Mwamba akampigia simu Jay akapokea kwa kono lake la kulia. Nimekutumia location ya Ana alipo. Jay aliendesha gari kwa spidi, nafsi yake ilitulia alipogundua Ana yuko salama. Ana alipata taarifa kuwa mtu yoyote anayemjua kiundani yuko katika hatari ya kuuawa. Akampigia simu anko wake ili amlinde yeye pamoja na watu wake wa karibu. Dada kama dada, nataka share zote ulizoachiwa na shangazi, la sivyo nitavujisha siri zako. Ana na Jay walikuwa wanakimbizana baharini kama wapenzi fulani hivi. Walienjoy maisha ya kisiwani. Ana alikuwa na furaha sana kila akiongea na Jay. Sitaki kumpenda ule mkaka, sitaki kumpenda. Ana alipokea ripoti ya kifo cha mama yake. Madaktari wanasema kuwa mama yangu akufa kwa kuzidisha madawa ya kulevya. Alichomwa sindano yenye sumu. Ana alienda moja kwa moja hadi kwenye show ya TV ya Eugene. Nitahakikisha muuaji wa mama yangu anakamatwa. Jasho lilitoka juu ya komo la Eugene. Alikuwa anaogopa sana. Akawatuma vijana wake wamuue Ana lakini wamuache Jay. Wauaji waliojifanya kuwa ni mafundi waliingia kwenye jumba analoishi Ana. Jay aliona kuna mlinzi amefariki, akajua tayari kimenuka. Wauaji walivaa mask. Wakafungua hewa yenye sumu kutoka kwenye mabegi walioingia nayo.
Jay alimnyanyua Ana kwa kono lake la kulia na kushoto akamtorosha kupitia singboard. Akampigia simu Eugene, kwa bahati mbaya sekretari wake akapokea. Sekretari alikuwa anamchukia sana Jay. Aliwaagiza vijana wamuue Jay pamoja na Ana. Hewa yenye sumu ilisababisha mabodigadi washindwe kupigana. Da kwa mkono, vutwa, kifuti. Ana aliona Jay amezidiwa nguvu, akaruka akapiga watu na lile fire extinguisher. Mwisho wa siku Ana na Jay walizimia. Mgombea urais alipewa kesi akakamatwa na polisi ili kesho yake asihudhurie katika zoezi ya upigaji kura. Aliyepanga njama zote hizi ni mhasimu wake mkubwa Park Gwang-soo. Eugene akaitisha kikao cha dharura. Park Gwang-soo auawe usiku wa leo. Sawa bosi. Jay alikubali kwenda kumuua mzee Park Gwang-soo, lakini kwa sharti moja. Eugene anatakiwa kumwacha Ana hai na kumfuza kazi sekretari. Sekretari alikubali kuacha kazi. Akampigia simu kiongozi wa ulinzi. Hakikisha unamuua Jay usiku wa leo. Eugene alikuwa na hofu kubwa sana juu ya usalama wa Jay. Ukiona mambo yamekuwa magumu, achana nayo, naomba urudi. Jay aliamini Eugene hamaanishi anachokiongea. Ana, nakuahidi nitarudi salama. Park Gwang-soo alipokea taarifa kuwa wauaji watavamia nyumba yake usiku wa leo. Akafurahi sana. Akaamua kwenda kujificha nje ya mji. Hajui kuwa aliyemvujishia taarifa ni kijana wangu. Jay na kiongozi wa ulinzi walijifanya ni maaskari. Walimfuata nyuma. Bodyguard aliuliza swali wakashindwa kujibu. Akagundua kuwa hawa ni wahalifu. Kabla hawajauawa, masniper wakamuokoa Jay pamoja na mkuu wa ulinzi. Bodyguard alifanikiwa kumkimbizia ndani mzee Park Gwang-soo. Jay na mwenzio waliendelea kuwafuata huku wakimimina risasi. Kiongozi wa ulinzi alipigwa risasi ya bega. Ile anataka kupigwa ya kichwa, Jay akaja kumuokoa. Mwamba akaslide na kiti katikati ya kurushiana risasi. Akaingia kwenye chumba kabla lango halijafungwa. Park Gwang-soo alipiga magoti akaanza kuomba msamaha huku analia, "Nisamehe kijana." Jay alishindwa kumua, akaishia kupiga risasi juu kwa hasira. Kwa kuwa alikuwa amemwahidi Ana atarudi salama. "Waachie huru watu wangu wote, ukitaka nisikuue." Akampigia simu Eugene. "Naomba umwachie huru mume wangu." "Haina shida, hilo limeisha." Baadaye mgombea urais kutoka chama tawala akaachiwa na kituo cha polisi. Akaruhusiwa kushiriki uchaguzi. Kwa kuwa Jay aliokoa maisha yake, mkuu wa ulinzi hakutaka kumuua. Akakata simu ya sekretari. Baada ya kumalizana na mzee Park, Jay alirudi moja kwa moja kwa Ana. Mgombea urais alirudi nyumbani kwake kwa hasira. Alimfuata Eugene, akamzaba kofi. "Ukimuua Ana, nitasitisha mkataba wetu." "Najuta kukupenda. Najua hujawahi kunipenda, ulikuwa unatumia pesa zetu ili uingie kwenye siasa. Leo unanipiga kibao." Eugene alijipodoa, akapanda gari akamwambia dereva ampeleke kumuona Jay. Alimkuta Jay pamoja na Ana wako mgahawani wanasherehekea ushindi kwa pamoja. "Ina maana Jay kashawaiwa na Ana. Inabidi niukataze moyo kumpenda Jay." Kiongozi wa ulinzi na Jay wakapatana kwa marafiki wa karibu. Kesho yake Jay alienda makao makuu. Mabodyguard wote walimsifia kwa kazi nzuri aliyoifanya jana. Walidai Jay asingekuwepo, walinzi kibao wangeuawa na mzee Park usiku wa jana. Sekretari akamwomba Jay msamaha. Waliendelea kujadili namna ya kumwangamiza Park Gwang-soo. Kupitia teknolojia yake, Eugene alifanikiwa kuwakuta mashahidi 8. Mmoja ya watu walioshiriki katika biashara haramu ni Kim, mtoto wa rais aliyoko madarakani. Jay alianza kumfuatilia Kim kwa siku kadhaa. Alikuwa anataka kujua ni sehemu gani ambako Kim ameficha ushahidi. "Mfuatilieni Kim kwa ukaribu na hakikisheni anagundua kwamba mnamfuatilia." Vijana wa Madam Eugene wakawa wanapiga story kwa sauti mbele ya Kim kwa makusudi kabisa. Wakaondoka. Kim alikimbia kuelekea ndani ya kanisa ili kujua kama wameshamwibia flash yake au la. Alipoichukua tu ile flash wakaanza kumkimbiza. Jay alimkimbiza akasimamishwa na mabodigadi wake. Wakati Jay anapigana na mabodigadi wa Kim, Kim aliingia kwenye gari, akaliwasha akajaribu kutoroka. Bodyguard wa Park Gwang-soo akaonyesha kitambulisho akamwambia Kim ampe ile memory card. Kim akampiga bodyguard akaanza kukimbia. Alikimbizwa hadi pembeni ya ghorofa. Jay akaokoa maisha ya Kim, akafanikiwa kupewa ile flash. Ile anataka kuondoka akapigwa bastola ya tumboni. Jay alijua anaweza akafa muda wowote. Akaficha flash kwenye majani. Chief Juu akaja akampakiza kwenye gari akamwaisha hospitali. Madam Eugene alipaniki kinoma alipomwona Jay anavuja damu kama zote. "Hakikisheni mnamwokoa Jay kwa gharama yoyote ile." Walifanikiwa kumtoa risasi. Kwa kuwa mwamba alivuja damu nyingi, akaanza kupumulia mashine ya oxygen. Eugene alisali kwa mara ya kwanza. "Mungu, naomba okoa maisha ya Jay." Madaktari walipambana kinoma, mwisho wa siku akafanikiwa kuokoa maisha ya Jay. "Unasema mtoto wa rais alivamiwa na watu gani?"
Taarifa ya habari ilidai kuwa Jay anatafutwa kwa kosa la kumshambulia mtoto wa rais. Mapolisi wakaja kumtafuta Jay kwenye makao makuu ya kampuni ya Eugene. Wafanyabiashara wakubwa nchini Korea walikutana kwa ajili ya kikao cha dharura, akiwemo kakake Eugene. Eugene akipata ile flash, tumekwisha. Inabidi tuje na mbinu. Mtoto wa rais alizinduka hospitali na akakumbuka kwamba Jay ndiye aliyeokoa maisha yake gorofani. Waambie mapolisi wasimtafute Jay. Mapolisi wakaondoka. Naamini Jay atakuwa na ushahidi wote. Akamtuma Chief Juu pamoja na watu wake wakaitafute ile flash. Mgombea urais alikuwa anaitaka ile flash pia. Hii flash ndo njia pekee ya mimi kushinda urais na kumwokoa Ana. Jay ameumia sana, yuko hospitali. Ana alienda moja kwa moja ile hospitali. Alipiga magoti akamwomba Eugene amruhusu amuone mshikaji. Naomba nimuone Jay mama. Eugene alifurahi sana kuitwa mama. Akaongozana moja kwa moja na Ana hadi kwenye wodi alilolazwa mchizi. Ili niokoe maisha ya Jay, inabidi wewe uondoke nchini Korea. Sawa, naondoka. Akamkiss Jay kwa mara ya mwisho. Baada ya hapo akaelekea airport kwa ajili ya kuelekea nchini Spain. Alipoingia ndani ya ndege, alitekwa na vijana wa Park Gwang-soo. Kakake Eugene aliungana na Park Gwang-soo. Naomba mimi na wewe tuunganishe nguvu kwa ajili ya kumwangamiza dadangu. Kila kitu kinaenda kama tulivyopanga. Ndio bosi, Eugene atashtukia. Aliingia na bomu kwenye makao makuu ya kampuni ya dadake Eugene. Alishirikiana na mkuu wa ulinzi, wakawateka mabodyguard wote. Eugene alijifungia kwenye chumba cha vioo ambavyo havipitishi risasi. Kaka alitegesha dakika kwenye bomu. Usiponipa hisa ulizoachiwa na marehemu shangazi, jengo zima hili litalipuka. Mzee Park akapiga video call. Eugene, naomba unipe flash haraka. Jay akamwonyesha madam ishara ya kukataa. Mimi sina hiyo flash. Ni kweli madam hana hiyo flash. Naweza nikaenda kukutafutia hiyo flash kama mzee Park utaahidi kulinda uhai wangu. Mzee Park aliangalia hali ya Jay akakubaliana na ombi lake. Madam, naomba uachane naye mambo. Anza maisha mapya tafadhali. Alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Jay, nakupenda sana. Natamani ningekutana na wewe kabla sijaolewa na mume wangu. Jay akaanza safari ya kwenda kuifuata flash. Nimewaagiza vijana wangu waende wakaiue familia yako nzima, mkuu wa ulinzi. Ndio madam, tuko njiani tunaelekea kuiua familia ya msaliti. Madam, naomba unisamehe. Kaka yako alinionga hela nyingi sana ndio maana nilikubali. Akachomoa bastola kwa kono lake la kulia, akajiua. Yoyote atakayemuua kakaangu atapewa bilioni 1. Wanajeshi wakamgeuka mshikaji. Bro aliinuka akaanza kucheka. Hapa nilipo nimebeba sensa ya bomu. Mkiniua tu wote humu ndani tunalipuka. Eugene akatabasamu kwa maumivu. Upande wa pili Jay aliokota flash kwa kono lake la kulia. Pigwa kichwa. Chief Juu akatokea akaja kumuokoa. Naomba tuviposti online vitu vyote vivyo kwenye hii flash. Tukifanya hivyo tutaokoa maisha ya Eugene pamoja na kampuni kwa ujumla. Sikubaliani kabisa na hilo swala. Chief akamwambia Jay ampe flash babake Ana. Hiyo flash itanisaidia mimi kuwa rais wa nchi. Jay akachomoa flash kwa kono lake la kushoto akaitua kwa hasira. Akaamua kulipiza kisasi kwa mzee Park kwa njia anayojua yeye. Alilipua mlango wa mzee Park akaingia hadi ndani. Mzee Park hayuko hapa na amemteka mpenzi wako Ana. Ukitaka kumwokoa Ana inabidi unipe flash. Jay alivyojua Ana alipo, alipanda kwenye gari akakimbiza gari kama Fast and Furious. We mzee, kama unamtaka mwanao Ana akiwa hai, leta hiyo kadi makao makuu, la sivyo nitamuoa. Baba yake Ana alipeleka flash makao makuu. Jay alifika kiwandani akaanza kupigana na vijana wa mzee Park. Rungu la shingo, fimbo ya mgongo, cheche, kuni ya mguu. Vijana wa mzee Park wakamchukua Ana wakambeba kwenye gari wakaondoka naye wakahama naye sehemu. Lile bomu likishategeshwa blaza, hamna namna ya kuweza kulizuia. Ambacho hawakijui kupitia lile bomu, maadui zangu wote watakufa kwa wakati mmoja. Vijana wa mzee Park walikuwa wanampeleka Ana makao makuu, njiani wakavamiwa wakachezesha kichapo. Sekretari aliona kile kinachoendelea makao makuu. Akaja na vijana wake kumuokoa madam. Alifanikiwa kumleta Ana hadi makao makuu. Kakake Eugene akachomoa bastola akampiga risasi. Alimkamata Ana akamwekea bastola kichwani kwa kono lake la kulia. Akamwambia babake Ana ampe flashi. Kaka acha. Akapigwa risasi ya tumbo. Babake Ana aliamua kumpa mshikaji flash ili kuilinda familia yake. Jay alikuja makao makuu akiwa ameumia kichizi. Akamwambia babake Ana, "Ilo bomu lizuiliki." Kakake Eugene alienda kuangalia bomu. Kudadadeki. Ina maana mzee Park amenizunguka. Ghafla umeme ukakatika, jengo zima ukawa na giza. Baada ya sekunde standby generator liliwasha umeme. Lifti ziliacha kufanya kazi.
Hali ya Madam Eugene ilizidi kuwa mbaya. Miaka 15 iliyopita babangu aliwatuma watu kwa ajili ya kwenda kumuua mama yako mzazi. Nilipofika eneo la tukio, nilitaka nipige simu hospitali. Kwa kuwa nilikuwa nampenda babako, nikaacha mama yako afe. Naomba nisamehe. Ana akamsamehe Madam Eugene. Jay alipanga kutumia kamba kumuokoa kila mtu. Kakake Eugene alimwekea Ana bastola, akawa mtu wa kwanza kutoka ndani ya chumba chenye bomu. Kabla hajaondoka alimpiga ya mguu Jay. Alipofika juu alifungua kamba kaitupa ili waliobaki washindwe kujiokoa. Jay alipata mbinu mpya kichwani, akajikokota hadi kwa Eugene. Madam Eugene, naomba uondoke sasa hivi. Nimechoka, liwalo na liwe. Wote wanne walijikokota mdogo mdogo hadi kwenye lifti. Jay alimwambia kiongozi wa ulinzi akatekate kamba za kwenye lifti. Alisema kuna nafasi katikati ya lifti itakayopunguza makali ya bomu. Ghafla mgombea urais akatoka nje ya lifti. Sijawahi kuwa baba mwema, leo nataka nifanye kitu kwa ajili ya mwanangu Ana. Alilivutia bomu kwenye chumba kisichopitisha risasi. Hiyo ndo ilikuwa njia pekee ya kulizuia bomu lisilipue jengo zima. Ondoka. Aliamua kumkumbatia Eugene ili wafe pamoja. Walinzi wanne na watu watatu waliokuwa ndani ya lifti hawakulipuliwa na bomu. Mwezi mmoja baadaye, Jay alienda mahakama ya kimataifa kufichua uovu wa mzee Park. Baada ya hapo alirudi nchini Korea, akamnyonga mzee Park. Sekretari alifanikiwa kumuua kakake Eugene na kulipiza kisasi. Ana akawa mrithi wa hisa ambazo mamake aliachiwa na marehemu shangazi yake. Ndoto za Ana zilikuwa ni kuishi maisha ya kawaida. Alichukua memory card, akavujisha biashara zote haramu zilizokuwa zinafanywa na wafanyabiashara wakubwa nchini Korea. Baada ya hapo yeye na Jay walihamia nchini Spain. Wakaanza kuishi maisha ya bei ya jioni yenye furaha sana. Mstatili wetu ndo naisha hivyo, unaitwa The K2. Kabla hujaondoka, hapo chini kuna story ya mtoto wa bilionea aliyempenda Deva bodaboda. Pia hapo chini kuna story ya jamaa aliyetembea na wadada watatu kutoka familia moja bila wao kujuana. Pia hapo chini kuna story ya mchungaji aliyetegwa na binti mepepo la ngono. Nataka kujua kama mchungaji alitoboa au la. Story nzima iko hapo, haina part 2 wala nini. Naomba like, subscribe, comment, share. Usipotaka usishare, usicomment, usilike, usisubscribe. Simu ni ya kwako, bando la kwako. Sikupangia cha kufanya. Kama mwenye hasira za karibu, acha kuangalia shorts, angalia movie nzima kama hii hapa. Ukiangalia shorts utanifogea kwenye comment, utanitukana na mimi ni Lastborn, huwa sifogewi, nitapaniki, nitafuta hiki channel, wote tutakosa maburudani kama haya. Mliokuwa mnasemaga huyu mkaka amalizagi movie, hajawahi kumaliza movie nini. Acheni nyunyunyi jamani. Kueni wavumilivu, kila movie niliyopost kwenye shorts itamalizika. Sawa, siwezi kumaliza movie zote kwa wakati mmoja. Na muombea aliyekuashia wifi asibadilishe password ili uendelee kuwa hewani daima, uendelee kuenjoy mavitu mazuri matamu maswiti kupitia Fredflix TZ. Pia simu yako idumu na chaji kwa muda mrefu ili uendelee kuwa hewani hapa. Na kama unaishi sehemu ambayo mnashare umeme, basi wapangaji wenzio wasiwe wanasumbua kulipa umeme ili uwe na power ya kutosha ya kuendelea kuwa hewani. Asante kwa ambaye unanitazama kupitia Tecno, kupitia Redmi, kupitia Samsung, kupitia Sony, kupitia Google Pixel, kupitia iPhone, kupitia simu yoyote maakwa sijui manini, yani kupitia simu yote ambayo unanitazama. Pia asante kwa ambaye unanitazama kupitia Smart TV, asante kwa unanitazama kupitia tablet, asante kwa unanitazama kupitia simu iliyopasuka kioo. Nashukuru sana kwa support yako. Asante kwa unanitazama kupitia kutoka Zambia, asante kwa unanitazama kupitia kutoka USA, kutoka Uholanzi, kutoka Jamaica, kutoka Qatar, kutoka Dubai, kutoka Kongo, kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Tanzania, kutoka Njombe, kutoka kila sehemu ambao unanitazama sasa hivi, kutoka Tandahimba huko na kila sehemu ambao unanitazama kutoka Kigoma. Asante sana, nashukuru. Hakuna Fredflix TZ bila wewe. Toa maoni yako hapo chini, nini kiongezwe, nini kipunguzwe kwa ajili ya kuboresha channel yetu. Pia niambie ni movie gani nyingine ungependa nitafsiri kwa Kiswahili, nami nitapita nao bila kuiku, bila hiana, bila ndendele. Nashukuru sana kwa kila mtu ambaye anaendelea kusubscribe. Hadi sasa hivi tuna subscribers zaidi ya 95,000. Ni wengi kichizi, watu 95,000 jamani. Nashukuru sana, sina cha kuwalipa. Tukifikisha subscribers 100, nitampa zawadi mtu ambaye anaongoza kwa kucomment kwenye page yangu. Atapata bonge moja la zawadi. Sisemi sasa hivi ni zawadi gani, ile itakuwa ni surprise. Tuendelee kusapotiana, tuendelee kufollowiana kwenye mitandao ya kijamii. TikTok unapatikana kupitia Fredflix TZ, Facebook kuna page inaitwa Fredflix TZ, na pia Instagram kuna page inaitwa Fredflix TZ. Tukutane huko kwa ajili ya updates za vitu mbalimbali. Asante sana kwa kutazama Fredflix TZ hadi hapa. Kumbuka hakuna Fredflix TZ bila wewe.